Kuna usemi usemao kinga ni bora kuliko tiba. Lakini katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko, kinga huanza na taarifa. Taarifa inayotolewa kwa wakati inaweza kuzuia maambukizi kuenea na kuokoa maisha ya mamia hata maelfu ya watu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati dunia ilipokumbwa na mlipuko wa magonjwa hatari kama Ebola. Katika maeneo mengi yaliyoathirika, wataalamu wa afya walibaini kuwa changamoto kubwa haikuwa ukosefu wa tiba pekee, bali kuchelewa kutambua dalili za awali na kutoa taarifa kwa wakati. Somo hilo limeendelea kuzifanya nchi nyingi ikiwemo Tanzania kuwekeza katika mifumo ya tahadhari na ufuatiliaji wa magonjwa. Na hii ni kutokana na dhamira ya serikali kuendelea kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa magonjwa nchini kwa kuwajengea uwezo wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao ndio wanaokutana na wananchi kila siku katika vijiji na vitongoji. Katika halmashauri ya wilaya ya Chunya, juhudi hizo zimejidhihirisha kupitia mafunzo maalum ya siku 2 yanayowakutanisha wahudumu wa afya kutoka kata zote za wilaya hiyo. Lengo kuu la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo wa kutambua mapema viashiria vya magonjwa ya mlipuko na kutoa taarifa kwa wakati ili hatua stahiki zichukuliwe kabla hali haijawa mbaya. Mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Dr. Zuberi Mzige, amesema wahudumu wa afya ngazi ya jamii ni sehemu muhimu ya mfumo wa ulinzi wa afya nchini. Kwa sababu nyie ni jeshi kubwa, jeshi tunalo litegemea na sio jeshi la akiba. Nyie mko mstari wa mbele, na nipende kuwakaribisha na kufungua mafunzo haya ambayo ni mafunzo muhimu sana ambayo sisi tunawategemea nyie mtusaidie kutoa taarifa. Ni mafunzo ambayo ni ya kielektroniki kwa ajili ya tetesi zile ambazo mtakutana nazo kwa ajili ya magonjwa ya milipuko, lakini hasa hususan ugonjwa ambao unasumbua kidogo kwa nchi za jirani. Nadhani wote mnajua ugonjwa wa Ebola, lakini leo mtapata mafunzo kutoka kwa wataalamu. Ningeomba mzingatie sana, muwe makini sana ili muweze kuifanya kazi hiyo kwa umakini. Kauli hiyo inaonyesha uzito wa nafasi walionayo wahudumu hao katika kubaini mapema viashiria vya magonjwa kabla hayajasambaa ndani ya jamii. Kwa upande wake, Daktari Ernest Ntagaye amesema mafunzo hayo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuhamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Kuwa hapa ni kwa ajili ya kuwawezesha au kuwajengea uwezo kuweza kutambua na kutoa taarifa za magonjwa na matukio mbalimbali yenye athari za kiafya kwa binadamu, ambapo tutawafundisha namna ya kutoa hizo taarifa, kuzitambua na kuzituma hizo taarifa kwa kutumia mfumo wa kielektroniki, kwa maana ya kutumia simu zao za mkononi, ambapo taarifa ambazo zinapatikana katika maeneo yao kwenye jamii kule watakuwa wakizituma moja kwa moja, zinatufikia wizarani, lakini zina mkoani na halmashauri pia wanaweza kuona, na kwenye vituo vile ambavyo wanakuwa kiviripotia. Amesema lengo ni kuwa na nguvu ya pamoja katika kukabiliana na magonjwa hayo kabla hayajafika kwa wananchi, kwa kuhakikisha jamii inapata elimu na taarifa mapema. Na mafunzo haya yanawezeshwa na shirika la watoto duniani, shirika la kimataifa la watoto duniani, na lengo hasa ukizingatia katika kipindi hiki ambapo tuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kwa nchi jirani, ambapo nchi iko katika hali ya kujiandaa kuweza ugonjwa utakapoingia nchini tuwe tayari tumejiandaa kwamba ikitokea umeingia. Na hii ni pamoja na kuwawezesha sasa hawa wananchi au watu wa huduma ngazi za jamii wakishirikiana na hawa watu maarufu au watu mashuhuri kwenye jamii yetu ambao tunategemea pia ni sehemu ya kupatia hizo taarifa, waweze kuzitambua mapema na kutolea taarifa. Kwa washiriki wa mafunzo hayo, elimu walioipata ni mwanzo wa jukumu kubwa zaidi. Wanasema baada ya kurejea katika maeneo yao watakuwa mabalozi wa afya, wakitoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kutambua dalili za magonjwa ya mlipuko na umuhimu wa kutoa taarifa mapema. Ni vizuri kujiandaa kwa ajili ya kuelimisha jamii iweze kuchukua tahadhari mapema
kwa ajili ya kujikinga na magonjwa. Tahadhari hiyo inachukuliwa vipi? Tahadhari ili ichukuliwe mapema, lazima tuangalie tetesi zinazozunguka jamii. Ndio maana kama sisi tumejikita katika uelimishaji wa elimu ya afya ngazi ya umma, viongozi wa dini, wazee wa mila, viongozi mashuhuri na tiba asili, kama jamii inayochukua tahadhari mwanzoni kabisa tetesi zinapotokea. Kwa hiyo kama jukumu kubwa la wizara ni kuwawezesha viongozi wa dini, wazee wa mila kuchukua tahadhari ya magonjwa ya tetesi kama vile Ebola, kujua dalili na jinsi ya kujikinga. Kwa jamii ya Chunya ni kushirikiana na wizara kutoa tetesi zozote za magonjwa yasiyotambulika, vifo visivyokuwa na sababu, kwa mfano vifo vinavyotokea nyumbani na matukio yasiyo ya kawaida, kuweza kutoa taarifa kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi. Nakuja kwa ajili ya kuongezea. Lengo la mafundisho haya ni mimi kwenda katika kuelimisha na kusaidia mama na watoto, makuzi na malezi ya watoto. Watu wa mkoa wategemee kupokea mafunzo na elimu ya kulea, jinsi ya kulea watoto, jinsi ya malezi na jinsi ya kuwatunza watoto. Kufika tu nitatoa elimu zaidi na nitajitolea katika kazi mbalimbali ambazo zitakuwepo katika kijiji changu. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa magonjwa ya mlipuko kama Ebola yanaweza kudhibitiwa endapo jamii itakuwa na uelewa wa kutosha, mfumo wa utoaji wa taarifa utakuwa imara na hatua za haraka zitachukuliwa mara dalili za awali zitakapoonekana. Kwa halmashauri ya Chunya, mafunzo hayo si tukio la kawaida, ni uwekezaji katika maisha ya wananchi, lakini pia ni maandalizi ya kuhakikisha kuwa endapo kutatokea tishio la ugonjwa wa mlipuko kama Ebola au magonjwa mengine ya kuambukiza, jamii itakuwa na maarifa ya kutambua viashiria, kutoa taarifa kwa wakati na kushiriki kikamilifu katika kuzuia maambukizi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, JN24 Media.